Hello, mambo vipi? Jina langu ni Cyber Chris na leo tunaendelea kujifunza C++ kwa Kiswahili. Episodi ya pili tutajifunza variables na data types. Kabla ya kujifunza variables na data types, acha kwanza tujifunze namna ya kutumia input and output stream. Naandika structure ya C++. Include your stream using namespace std int main return 0. Kumbuka nilisema hapa ndani ndio tutakuwa tunaandika kodi zetu. Kwa kodi ya kwanza nataka uonyeshe kwenye skrini ikisema habari watazamaji wangu. Nataka iseme hivyo. Kwa ili useme hivyo kwenye library ya IOStream input and output stream, ukitaka kudisplay kitu au tunasema ku-output, utatumia neno cout. Usisome kwa haraka ukasema quote, ni cout. Likifuatia na angle bracket mbili zilizogeukia kama zinaichoma cout. Yaani ni alama ya ndogo kuliko au less than, ili kitu kiweze kuwa displayed. Cha kwanza, kama hatujajifunza variables and data types, tutatumia hizi alama mbili, funga semi na fungua semi, katika kuonyesha message au ujumbe katika kioo chako. Kwa hapa ndani nitaandika habari za muda huu watazamaji wangu, na kisha nitaweka alama ya nukta mkato kumaanisha kwamba ni mwisho wa sentensi. Hapa juu kuna vidude vitatu. Kuna cha kwanza compile au F9. Hii ni kwa ajili ya kumruhusu sasa compiler tafsiri programu yako kwenda kwenye machine language au lugha ya mashine 0 na 1. Baada ya hapo unafuatia na neno run F10, yaani maana yake run programu yako sasa ianze kufanya kazi na ifanye vile ambavyo umeikomandi. Na cha tatu compile and run, yaani fanya vyote kwa mara moja. Hapa nimeandika habari za muda huu watazamaji wangu ndani ya quotation marks au ndani ya funga semi na fungua semi. Nabonyeza compile and run. Nikibonyeza compile and run, screen yangu inaniambia kama tunavyoiona wote hapa, inaniambia habari za muda huu watazamaji wangu. Kwa hiyo chochote tutakachokipitisha hapa ndani kitakuwa na maana. Kwa mfano tukiandika C++ kwa Kiswahili, nikicompile and run, maana yake programu yangu inafanya kazi. Na hapa mnaona imeniambia C++ kwa Kiswahili. Hiyo ndo namna ya kudisplay kwenye kioo chetu. Twende tukajifunze data types and variables. Variable na data type kwa Kiswahili chepesi. Variable ni nini? Variable ni kama sanduku ambalo unahifadhi taarifa au data kwenye kompyuta yako. Na kama vile sanduku ambavyo lina jina au lebo ya sanduku, aina ya kitu kinachowekwa ndani ya sanduku na thamani ya kilichoko ndani ya sanduku. Vile vile variable likiwa mfano wa sanduku, kuna variable name, ina jina la sanduku hilo. Data type, kinachowekwa ndani kinaitwa data type. Huenda ikawa ni namba, ni jina, ni herufi au ni alama yoyote. Hiyo ni data type. Aina za data au tunasema data types. Twende tukajifunze data types. Kwenye C++ nitakufundisha data type kadhaa. Kwanza naanza na 6 ambazo ndo za muhimu kuzijua kwa sasa. Ya kwanza ni integer. Integer tunaandika kwa kifupi int. Hii inachukua namba kamili. Data type ya pili inaitwa string. String yenyewe inachukua jina au mkusanyiko wa maneno mengi kwa wakati mmoja. Kwa string inachukua jina au mkusanyiko wa maneno mengi. Kwa mfano nikiweka neno mama, hii ni string. Kwa mfano neno shule, hii ni string. Na string tunaiandika ndani ya hizi funga semi na fungua semi. Tunaiweka ndani ya funga semi na fungua semi, inaitwa string, ni jina kamili. Kwa mfano string Aisha, naweka majina. String hapa unaweza ukaingiza majina. Huu ni mfano wa string. Integer ni namba kamili.
Lakini pia tuna data type nyingine ambayo inaitwa char au character. Character inachukua herufi moja moja. Kwa mfano wa character inachukua herufi moja moja, unaweza ukatumia neno A, kuna character B na kadhalika. Kuna character ukaweka alama ya reli, na hii tunaiweka ndani ya funga semi na fungua semi ikiwa kimoja kimoja, au tunaita single quote. Kwa hiyo funga semi na fungua semi ikiwa kimoja. Lakini pia tuna data type ya boolean ambao tunaita bool. Hii inatumia ujumbe kama wa kweli au sio kweli. Hii inaongelea habari za kweli au sio kweli. Data type nyingine tulionayo tuna float. Float hii inatumia desimali. Desimali kwa zilizo chini ya desimali 4. Kwa mfano 5 nukta, hii ni float. Ziko desimali 4 kushuka chini. Kwa mfano nyingine 6.978. Hii ni float. Tofauti na integer ambayo ilikuwa namba kamili. Kwa mfano 200, 5999, 59, 6700. Hii ni namba kamili. Au hata hasi 900 au hasi 56. Lakini hapa kutakuwa na hasi hata kama ni 59 lakini nukta sifuri. Kumbuka, ikiwa na nukta tayari inakuwa ni float ambayo ndo data type au ni aina ya data. Nyingine tuna double. Double hii inatumia desimali pia, lakini zikiwa zaidi ya 4. Kwa mfano kwenye 5.8976 ingeendelea kuwa nyingi. Hii inaitwa double. Kwa popote utakapohitaji kutumia desimali nyingi utatumia double. Na hapa tunakuwa tumeshakupa tayari aina 6 za data. Ni integer, ni string, ni character, ni boolean, ni float na ni double. Twende tukazitumie tuone namna zinavyotumika. Alama hii hutumika katika programu au lugha ya C++ kuonyesha comment. Ukiandika hivi, compiler hata isoma huu mstari uliowekwa kwa alama hizi mbili, alama ya mikwaju miwili. Hapa hii inakusaidia wewe programa kuweza kuandika kwa lugha yoyote ile. Hata ukiandika kwa Kichaga au Kimasai kama unafahamu kuandika kwa lugha hiyo, itakusaidia kusoma baadaye utakapokuja kuangalia mfumo wako kwa mara nyingine au mwenzako atakapokuja kuangalia. Kwa hiyo hapa tunajifunza variable declaration. Variable declaration ni kitu gani? Variable declaration ni kutangaza variable ambayo unasema tu, mimi katika safari yangu nahitaji sanduku la kubeba integer, nahitaji sanduku la kubeba string, nahitaji sanduku la kubeba character, na sanduku hata la float, na sanduku lolote lile. Kwa hapa naweza nikasema unaanza na data type integer, halafu unalipa sanduku jina lake. Kwa mfano integer number. Hapa nimesema nitatumia integer yenye jina namba, itahifadhiwa kwenye sanduku la namba. Lakini pia naweza kuwa na string jina. Nitakuwa na sanduku linaitwa jina, litahifadhi string, kwa maana nyingine litahifadhi majina. Variable initialization. Variable initialization ni kuanzisha kwa data, kuhifadhi data ndani ya sanduku. Kuhifadhi data ndani ya sanduku maana yake tayari tulishatangaza sanduku. Hapa tunasema kwenye sanduku la namba kwa kutumia alama ya sawasawa tuliyozoea kwenye hisabati, huku inaitwa assignment operator. Assignment operator. Alama hii hutumika kuhifadhi data katika sanduku letu au variable. Kwa hiyo hapa nasema weka 50 katika sanduku la namba. Tuna sanduku linaitwa jina. Nitasema weka jina Halima. Weka jina Halima katika sanduku linaitwa jina. Kwa kiki taarifa zetu tunakwenda kuonyesha matokeo haya kwa kutumia neno cout.
nikisema cout namba nategemea ionyeshe 50. Twende tukacompile and run. Tayari unaona imenionyesha 50 katika screen yangu. Kwa hiyo hii ni kumaanisha kwamba niliposema int number, maana yake niliambia kwamba kuna sanduku litahifadhi integer liitwe namba. Baadaye nikafanya kutangaza kuanzisha au initialization, nikasema kwenye sanduku la namba weka 50. Na mstari wa 12 nikasema nionyeshe kilichopo kwenye sanduku linaitwa namba. Na hapo ndipo tulipoona 50 imeonekana. Na hivyo ndivyo program inavyo run. Tukitaka ituonyeshe jina, basi tutasema cout jina. Na hapo tukicompile and run, tutaona jina limetokea Halima. Kwa hiyo hapo sawa, na tumesema hivi, tumeiambia kompyuta tuna sanduku letu linaitwa jina, litahifadhi string data type, aina ya string, yani aina ya mkusanyiko wa maneno mengi. Na sanduku letu hapa tukasema weka jina Halima katika sanduku jina. Na mstari wa 12 tukasema tupe kwenye kioo chetu kilichopo katika sanduku jina, na ikatuambia Halima. Njia nyingine unaweza ukafanya vyote viwili kwa pamoja, variable initialization and variable declaration. Kwa namna hii, ukasema nitakuwa na int na integer, sanduku langu linaitwa namba, na ndani yake weka 47, kisha funga kwa alama ya nukta mkato, kumaanisha kwamba hapa ndo mwisho wa sentensi, mwisho wa mstari. Pia tutakuwa turudie na string inaitwa jina, na hapa weka jina Halima. Usisahau kuweka funga semi na fungua semi katika string. Kisha tukaiambia embu tuambie kilichohifadhiwa cout katika jina. Kwa hapa nategemea ituambie Halima. Unaona tayari Halima. Sasa tunataka kusema jina lako ni Halima au jina lililohifadhiwa ni Halima. Tunaweza kwa kukumbuka kuchukua concept yetu ya kwanza ya kutoa neno katika cout, tukafanya vitu vyote kwa wakati mmoja. Tunaweza juu yake tukasema cout toa katika mabana, katika funga semi na fungua semi, kwa sababu hatuna hayo maneno katika programu yetu. Jina ni, tukafunga na nukta mkato. Chini yake tukasema tena cout jina, yani tuambie kilichoko ndani ya variable jina. Nategemea programu ituambie jina ni Halima. Unaweza ukaona jina ni Halima. Lakini mfumo huu pengine tusiupendelee sana, maana utakuwa una mistari miwili 6 na 7 ya kutoa neno jina. Badala ya kufanya hivi cout, pia unaruhusiwa katika C++ mbele ya kile cha kwanza ukaongeza alama hizi mbili, hizi angle bracket mbili, kisha ukapitisha ile variable yetu ambayo tunataka tuitoe, na huu mstari utakuwa hauna kazi. Kwa cout angle bracket mbili, tukaweka jina ni ndani ya quotation au alama ya funga semi na fungua semi, kwa sababu halipo katika programu yetu. Kisha tukaonyesha tena tunaendelea kutoa kilichopo kwenye variable inaitwa jina au sanduku linaitwa jina, na hapa programu yetu itafanya kazi kama vile tulivyokusudia. Jina ni Halima. Asante kwa kufuatilia channel yetu. Usisahau kulike, kucomment na kusubscribe. Pia karibu katika WhatsApp channel yetu, tufollow pia.